Chenjirie abande batabwati bayigori bachenjirie abande batabwati bayigori bachenjirie kare bado bakaralienze bachenjirie abande bagoshererwe menyeri bachenjirie abande bagoshererwe menyeri bachenjirie abande bachaira sekenyoro bachenjirie naroreirwa mabera naroreirwa mabera naroreirwa mabera naroreirwa mabera igani gorotata naroreirwa mabera aya somos araba naroreirwa mabera taberia babisabane naroreirwa mabera bari bare gonchaya naroreirwa mabera bari baro jekingo chenjia naroreirwa mabera ebitongo chenjibire chenjia chenjia ebitongo chenjibire chenjia igomone nabakune chenjia igomone nabakune tinde neinu mujenjie iganya saya gokune elinde nayo chenjie chenjio mungunoria chenjio mugakoyo It's indeed a very, very good morning to you. Thank you so much for joining us for this edition of the Tackle, being the Tuesday. Is it Tuesday or Wednesday? What? Being the Tuesday. Is it Tuesday or Wednesday? Wednesday. Being the Wednesday of 3rd March 2021. Tarehe ni 3 mwezi wa 3 mwaka 2021. It's good to see you again. Pole sana tumechelewa kidogo kwa sababu za itilafu za kimitambo. Alafu mkisi wenu pia ajui Nairobi. So ilibidi nimetumana watu waende watafute kidogo. Lakini amepatikana. Nashukuru sana kuwaona. Ilibidi pia tafuta nyororo. Sasa ndio tumepata nyororo kidogo. Tumfunge ajiweze kupita na studio. Subscribe to have tafadhali ukikaribia. Please like and share. Share and let us know where you're watching us from. Tuambie huyu jamaa sijui alivuta nyasora mwaka gani. Hayukuisha kwa kichwa lakini tutajua inakuaje. Embarambamba. embala wisho embala success. Hii ng'ombe kama imefurahi kuingia comedy. Sasa ni ng'ombe peke yake unarukianga ama unarukia kila kitu unapatana naye? Na tena kwa function juicy nilirukia mwanakada mwingine na kisha. Anajuzi lirukia nani? Chuti. Tuki kwa function nyingine ronji ya msanii mwingine. Ngajipata. Tuambie unatoka wapi? Hiyo siku nyingine nilirukia tent. Niliona nikiangi juu ya tent. Inategemea maneno yetu. Na hujaivunjika? Hapana. Tangu nikuja gospel sichawahi umia. Wewe ulikuwa unaimbanga nini kabla hujakuja gospel? Ni secular. Ngoja Gerald, jamani gospel. Nini nimeshangaa? Client wangu sijui kama ni gospel ama ni hey, unaimbanga gospel? Ni gospel. Yani the best gospel artist from Kisii and people have now. And the most handsome man from Nyanza region. Yeah. Hey. Embara transformer. Sasa transformer ya Mungu. So uliamwaje ukajiita transformer ya Mungu Embaramba? Unajua ukiwa ndani ya Mwenyezi Mungu maneno ni mengi yanafanyika. Kwa sababu mimi si kukua najua kama nitaichiita transformer. Nilifika kwa Masabi kwa Saira na perform Kisii wakaniambia wewe kama umeingia ile gospel wewe ni transformer usidu generator wewe ni transformer kwa sababu unasambaza maneno ya Mwenyezi Mungu mpaka tunaelewa. Kwa hivyo wewe ni kama transformer inasambaza moto kwa mawaya. Kwa mawaya ya shetani. Kwa mawaya wa stima. Sasa wimbo gani mzuri ambao unaipenda? Wimbo wako gani zaidi unaipenda? Unajua wimbo niko na mara 3. Kuna wimbo na stage watu wanaogopa inaitwa Yesu Moyali. Kuna wimbo ngine ni stage nguo inatoka kwa mwili pole pole tu inaitwa Umwana Nyasaye akongitobote. Kuna hiyo ngine
nikistage naenda juu ya hema, juu ya nini, kila mahali mimi nikikuta mtu kila mahali naenda kwa mgongo yake. Ni migongo peke yake unapandanga. Hiyo masema niko na mheshimiwa yako anajaribu baba kumseti. Na role irwa mabera tebelia babisi. Hiyo wimbo ya matope. Hiyo ndio inatoa nguo. Hiyo unafanya sarakasi ya kutosa. Ndio maana wa kanisa transform. Sasa maana hiyo wimbo unaimba, unasema inaitwa Omabera. Mabera. Inamaanisha nini? Nimeonewa nimeonewa huruma na Mwenyezi Mungu. Wale walikuwa wananitarau, siwezi kufika, nimefika sasa. Niko mwasili ndani ya Yesu Kristo. Lakini sasa nikuulize, mbarambamba mahali unakaanga ukilala hivi usiku unaonanga ni normal? Narara mzuri kwa sababu kuna watu wanasema kichwa chako kama iko na shida kidogo. Inatembea na vitu vingi ya kufikiria kesho. Kwa sababu hata kwa nyumba, kwa familia yangu, wakati nafika hapo, wananiambia tati tuchekeshe kidogo. Si unaona wamezoea comedy. Tuchekeshe kidogo. Mimi nawachekesha hivi, alafu wanalala wanaenda shule kesho. Najaribu kusata mheshimiwa wako hapa kidogo atuambie sijui kwa nini kuna wakisi ambao vichwa ni mbaya na kuna wengine yenye ni nzuri. Atuambie yako hii ni mbegu yako ilitoka wapi? Sasa tuambie unatoka wapi Kisida ndio? Kadiri na sasa hapo mheshimiwa wako. Upande wa Nyanza hapo. Kitutu Masaba constituency. So na ukoshua mahali unatoka hapo ujai hakuna kitu maivuta bahati mbaya? Hata utotoni. Sijawahi kuvuta kitu. Hata ifike kwa vesi yangu ni kama anasikia kisungusungu. So ni kama basi ushaiona. Kama unasema ikifika kwa uso. Yaani kwa mashabiki wakati ananiita tunatembea pamoja. Kuna wengine wanachienjoy. Lakini mimi sijawahi usa. Okay. Haya, sawa. Najaribu kutafuta hapa mheshimiwa Areba Samba. Anambia kama wakisi wote vichwa inakwanga mbaya hivi ama ni huyu peke yake. Amenakuja utuambie kwanza story ya rais. Hata nasikia ulienda ukakanyagea, ukaenda ukashuka kwa miguu ya rais. Unajua wacha nikwambie mtangazaji. Siku hizi gospel ni tofauti. Kuimba. Wacha tuache ile ya maneno ya zamani unaweka mikono kwenda kaya chini na alafu unaanza kuimba Mungu bariki Mungu. Hapana. Leo gospel lazima ufanye na sign. Ndio maana ngakucha gospel, yani comedy ndani ya gospel. Yani nikifanya kitu nafanya comedy ili watu wengine wajue. Kwa kuimba nyimbo za Mwenyezi Mungu. Ndio maana mimi sisimami mahali pamoja. Lazima nifanye kazi sarakasi. Sasa hii maneno, hii sarakasi ilifanya mpaka nikaondolewa entertainment ya president. Ngaambiwa wewe filo na stage yako ni kama ya comedy. Na international entertainment ya president itaki comedy. Kwa sababu tutaweza kuweka hapo kwa uwanja tupate umeruka ndio huyo kwa president mara una filo unapena matope. Sasa hatuwezi kuweka raundi ya Masucha Day, bali tuweka raundi nyingine. So hakuna siku ambayo ulifika ukaenda ukarudi ukafika kwa rais. Nasikia kuna story ulipiga ukasema ya kwamba ulienda kuna siku rais alileta madawa hospitali ya channel ya Kisii. Madawa za kutibu ama za kulevya. Weka nguo yero. Inaitwa yero man. Hapo kina waseme watu walikuwa. Deputy president alikuwa na vile Matiang'i na Raila. Sasa president Uhuru ndiye alikuwa anatokea kwa gate ya channel. Sasa mawaziri wakasema tuweke hiyo wimbo Yesu moya ali. Wacha nianze. Nikaanza kuroli. Saidi na roli nienda kuroli nifikie president nikapata askari 45. Ulihesabu saa ngapi? Jote na baramba bali kama unatupanga. Ulihesabu 45 saa ngapi? Niruke nienda kwa ministers. Alafu ni roli baadaye yani kuja ni roli nyuma kidogo tu. Alafu ni roli kwa president. Lakini ngapata askari wananielewa. Wakasema wewe Mbaramba tulikuelewa utafika kwa president. Kapata niko miguu ya maskari. Waniambia hapo piti. Hii bara utaweza kufanya tofauti bwana kazi. So nikuulize Mbaramba sasa zile unaruka, unakwanga umepima utarukia wapi ama unaruka tu kiolela? Leo siku hizi lazima nifanye nikawe. Lakini zamani si uko na kawa. Kuna mahali nilienda ku dance.
kabla sija kwa uwanja kapata nimeingia ndani ya simu. Kumbe simu ilikuwa hapo karibu. Ndani ya shule choo ilikuwa inapomoka. Nikaenda kuroli ngafikiri ni uwanja, kumbe nimeingia ndani ya simu. Mwenye peke yake aliniona ni askari. Wao walikuwa wanachunga president hapo kando, deputy, wakati walikuwa kuuliza kura hapo Kisii. Ukaingia kwa choo? Nikaingia kwa choo. Na tena choo iko na futi 10. Askari ndiye alikuja kunitoa na bunduki. Akaniambia sikia hapo, tembea kwa ukuta, utakuja juu. Lakini leo siku hizi lazima nikawe. Lazima ujue ni wapi unarukia, sio tunaruka tukiolela. Hata ile hema. Ukiona ni kichambi kama mchao wanasema, my friend, ile lazima nikawe imeunganishwa na namna gani kwa sababu so unakujanga mapema kwanza kuona nguvu ya hema. Ndio upange masaa utaruka vipi? Wakisema eti ni wimbo fulani wanataka, lazima nikague, lakini wakisema ni wimbo yoyote, siwezi kukawa. Sasa unakagua saa ngapi? Kama hema vile wanasema tunataka wimbo fulani. Sasa hiyo nasema kama hii ni wimbo wanataka hii Yesu moja kama hii, lazima nikague mahali naenda ku stage. Okay. Haya. Sawa, huyo ni Embarambamba, mwanamuziki wa Kikisii. Sijui ni mwanamuziki ama ni mwanasarakasi, lakini sasa ana mambo yake mengi na kidogo. Sasa nikuulize, unasema unaimba gospel. Hii mambo unasema unaimba gospel ni wimbo ya Mungu. Watu wangapi wameokoka kwa kukuona ukirukia miti na nini? Na hema. Sasa ndio unajua mimi ni mgeni kwa hapa ministry ya gospel. Sasa ndio naendelea kujifunza kidogo. Hata Biblia sichaenda sana. Sasa ndio naendelea kujifunza kidogo nichue vibungu. Unajua Biblia? Unajua Biblia? Najaribu kujifunza vifungu. Kwa sababu niko mgeni kwa hii ministry. Zamani nilikuwa secular. Secular ni ile tulikuwa Nyamila. Unaona nikitupa miguu paka hii koti inaenda juu ya kichwa. Sasa hii ministry inataka utaratibu na sarakasi. Ile haifanani secular. Hapana. Secular unajua na dance njia yoyote. Lakini gospel lazima upate mastari 3 ya kutudansi ya maana. Sababu hii ni ministry ya Mungu na ile ministry nyingine ni lazima uonyeshe transform. So wakati ulikuwa kwa secular ulikuwa unajiita Embarambamba pia? Embarambamba. Hivyo. So uliokoka lakini jina haijaokoka? Hapana, jina uweze kubadilisha jina. Vile watu wanasema wacha hiyo jina ikana namna hiyo, hata ukiokoka namna gani wanasema ni huyo. Haya. Mheshimiwa Areba Samba. Yes sir. Mkisi wako nimekuletea leo. Ajua ni kura yangu. Huyu anatoka Kitutu Masawa constituency. Ndio huyu anajiita unajiita aje? Transformer ya Mwenyezi Mungu. Embarambamba, transformer ya Mwenyezi Mungu. Embarawash. Nimefurahia kumuona Nairobi. Ndio tumekuwa naye tangu Jumapili kwa sherehe za Wakisii. Na saizi yeye ni household name vile mnaona. I think amefanya, ukiona mtu amefika the tackle na Gerald Bitok. Unajua kwamba huyo mtu anajua Bazuu ni nini kweli Mkisii. Unajua Bazuu ni nini kweli? Sijui. Ukiona mtu amefika the tackle, the biggest show in East and Central Africa, then unajua kwamba huyo mtu ako destined for greatness. So mimi I think ile kidogo naweza sema ni kwamba mimi nimemwona akiperform, ameperform functions mingi zenye nimeattend. Hata yeye yenye anasema ya president alikuwa na role huko Kisii General Hospital. Niliangalia nikashangaa huyu jamaa anajua kweli reke. Jamaa si watabukata kama mboga. Unajua reke ni nini? Ile reke anajua ni rege. Ile anajua ni rege, ajui reke. So wakati president alikuwa anatoka kutoka ile upande, sisi tulikuwa already tumetangulia tumekaa. Then wakaeka hiyo wimbo. Huyu jamaa alikuwa amevaa yellow na kulikuwa na vumbi hapo sana. Huyu jamaa akaanza kuroll. Lakini bila anakueleza alikabiliwa na askari 45. Sijua 45 alihesabu saa ngapi. Niliangalia juu. Ngaona hii ni 45 kwa sababu alikuwa wengi. Yaani yeye kwake 45 ni wengi. Wengi ni 45. Wengi ni 45. Alafu kwa hizi functions za Kisii pia nimemwona akiperform. Hata kuna nyingine ameperform latest yenye nimeattend football match. Mimi wakati alikuja kuruka tent mahali nilikuwa nimekaa, mimi nilitoka. Kwa sababu sasa kwa eulogy yangu ataandika aje? Eti alianguka kwa alikufa kwa aligongwa na Embarambamba. Aligongwa na Embarambamba. Sasa nikasema huyu jamaa marehemu aligongwa na Embarambamba. But hizi vibwanga zake na hii antics zake, they have brought him on a national platform.
you know kila mtu pia ako na njia yake yenye anapita. Sasa mimi ile encouragement ni kwamba you know at the end of the day Gerald, ile kitu unafanya lazima ujaribu kulipa bills nayo. So mimi ile the encouragement na najua kuna jamaa ataingia hapa nikishaondoka in 5 minutes ni kujaribu kuona vile hiyo brand Embarambamba itakuwa packaged so that imlipie bills. Anajua hii kazi ya kuongeongea tu hivi na kucheka na nini, at the end of the day art na music na sports ndio kitu yenye inalipa bills siku hizi. So mimi ile my interest ni kwamba Embarambamba vile yeye sasa ni national household, tuone vile atakuwa package na hiyo vibwanga zake, sijui kama ni comedy ama ni music, gospel ama secular. Tuone jinsi pia yeye na watoto wake wanaweza benefit kutoka hii nguo zake madoadoa na kila kitu. Sasa hizi kila WhatsApp group unauliza wewe ni kazi ni Embarambamba. So hiyo jina hatufai kuiacha ipotee hivyo. Inafaa ikuwe brand yenye at the end of the day inaweza kuwa monetized. Anaweza kula nayo. Yeah, anaweza kula nayo kwa sababu sasa it doesn't make sense yeye hata kila media house inaongea juu Embarambamba alafu ana fare kurudi nyumbani jioni. Lakini kumbe wazimu pia inaweza kuwa kazi. Wazimu inalipa. Angalia huyo jamaa. Hii wazimu inalipa. Hii wazimu hii alafu sasa mimi ushangaa. Sometimes anakuja function anararua nguo na angalia huyo jamaa. Kwani alibeba nguo zingine za kuchange ama ni moja tu? Huyu jamaa Embarawisho anararua nguo. Kwani anararua nguo bwana Transformer? Unajua yuimba nasema Yesu moja ale. Nasema nyiguete na atole yani nimesikia nimeokoka. Nyiguete na atole tu. Nyiguete na change chinje ngorusi. Usianze wewe. Ukifika hapo kuna rongine na nilisika ni kama Mungu anatuma malaika yake. Sasa nasikia niko juu ya hewa hivi. Sasa nawaambia nimeokoka nimetoka hapo. Sasa niingia kwa Yesu. Yaani njia nzuri yani rights. Lakini hiyo roho unasikia anakupandanga unajua uko sure aje ni ya malaika ama ni ya ile mahali ulitoka. Ni vitu unafanya. Matokeo yani utajuaje kama nimeokoka? Ni matendo. So kuna roho anakutoa nguo ndio matendo ya mtu ambaye matendo sasa huyu amebadilika kabisa. Hata hii nguo ipule kwa dunia. Utarudi bila nguo. Na tailor wake ni mmoja ama ni nini? Ndio nataka tuambie huyu mtu anakushoneanga hizi manguo ni nani? Huyu na wewe unakaanga hivi unasema unataka vile inataka kushonwa ama hapana? Hao ni wacharuo walinichorea. Wakasema hatutaki kwa sababu wewe ni mtu wa serikali. Hiyo ilikuwa 2019. Wakasema hatutaki ufanane na wasanii wengine. Wao tukuchorea design. Wakanichorea design hii. Ya kwanza walinichorea hii paka chini. Haikuwa na matoto, ilikuwa mbili peke yake. Ile ya yellow uliona yellow. Alafu wakakuja wakabadilisha. Wakasema utapata hii makwaya inasona mingi. Sasa wao tukurudiusie hii Embarambamba polka dot suit. Sasa ndio mtu kuona unakaa kama number plate ya gari. Sasa ndio maana wakalidusi. Kuna wengine wamechora inakucha. Wakati nitaenda kufanya hii shooting ya inasema Jesus is the final. Uimba kidogo Jesus is the final. Ukitaka kuinua Embarambamba Jesus is the final. Jesus is the final. Jesus is the final. Ai wewe. Uwete na ikire. Chunga roho isipande sasa. Uwete na ikire ime. Yaani nimefika ndani. Ya nini? Ndani ya hiyo. Nimesikia utamu wake. Nyiguete na ikire nyiguete na ikire obwansu nyiguete tata tinkunyara kora mukia obwansu nyiguete tata nyiguete na ikire so hizi vitu unaandika ama unaandikiwa? Hapana, inakuja automatic. Aya, unaandika ngimbo. Mimi tangu niingie gospel, sicha pereka kitabu. Niinue kitabu hivi, eti niende kuchasa kuandika, eti naenda kuimba nini? Mimi naamuka hivyo. Kama ni leo. Hata saa hii ukinipeleka kwa studio, bila na kuona hivi, naleta hiyo wimbo vile tuko hivi. Hebu leta wimbo sasa. Wimbo. Imba tu sasa. Sasa hizo kwa microphone ya utangazaji. Sio uimbaji mheshimiwa. Sasa I think mimi juu naondoka, mimi I think the encouragement ni kwamba Embarambamba at the end of the day unajua hii unaweza rukaruka lakini jiulize kwamba what are you gaining from that? Na mimi kwa serikali yangu
music na arts itakuwa kitu very ile kitu yenye tunasema itakuwa katikati. That is why wakati wote kuna any function ya wasanii, anything arts, anything sports, huwa tunajaribu mahali tunaweza ili kusupport. Kwa sababu sitaki ifike kwamba wakati mtoto wangu ananiambia anataka kuwa musician na muangalia namuuliza kwani wewe ni mwenda wazimu. Unajua kuna musicians ile pesa wanapata kwa siku moja, sisi tunafanya kazi kwa miezi 3 kuipata. So now ni vile tunajaribu kuona vile tutapackage hizi arts, vile tutapackage hizi wasanii. That is why juzi tumekuwa na Embarambamba na kuna huyu rafiki yangu anakuja after this anaitwa Banana Peddler. Tumekuwa tukisupport wanamuziki wa Kikisii huko function ilikuwa huko Utawala. Na tumekuwa pia tukiattend hizi vichekesho za comedians wa Kikisii. Ni vile sasa tujuange kama Embarambamba ni comedian ama ni musician. Anaitwa comedian ndani ya gospel. Comedian ndani ya gospel. So mimi nikiondoka, the encouragement is let's try to see how to monetize these arts. Let's try to see how to package these arts so that at the end of the day, Gerald, unajua kama kitu haileti mshahara ama kitu hailipi bills, then kuna nini, haina uzuri. You are only as good as kama unaweza lipa bills na kama unaweza kuwa able kusustain hiyo kitu yenye unafanya. So Embarambamba, mimi I wish you all the best. Kura yangu kumbuke umeishikilia tu vizuri kabisa Mr. Samba. Na tukirudi najua tukimaliza hapa tutakula lunch na Banana Peddler baadaye. Ataleta matoka hapa. Hapa tuko Nairobi, utakula pizza. Yani ukisema banana kaona analeta hapana. Sasa unajua tukikuwa Nairobi pia huwezi kula nini. Ukikuwa Nairobi Embarambamba pizza atafikiria ni chapati mayai. Hata ndio nashangaa huyu jamaa bana. Sisi tunataka pizza ni kanusu kitu tunafanya. Nasema pizza. Unajua pizza? Pizza. Unajua pizza? Pizza ni kuchapa mtu. Wewe unachoma bana. Unachoma sana. So I know at the end of the day tutapatana. And Gerald, asante sana. You know this is a bold move kujaribu ku expose his talents. Kwa sababu I know you have a very wide reach. So mimi nakushukuru sana. And this has also been our very good platform which we articulate issues. So vile mnaendelea na interview nyingine, I wish you all the best. Najua Banana Peddler Embarambamba will link up later in the day. Kwa wale ambao pia wanataka kusupport Embarambamba, you can reach out to him so that is Square Antics. I know you'll discuss about that. So that at the end of the day, we need him pia alipe bills na hii kujivuruga. Na kuna mtu hata namba yako hapa Embarambamba niweke haraka kama kuna mtu anataka kupiga sababu. Hebu somea wananchi haraka bana, kama kuna mtu anataka kuendeleza ujinga yako. Embarawisho. Peana 07 2620. Ngoja kidogo, you can support Embarambamba. 07 26 20 42 82. Hapo ukitaka kutuma 726204282. Ukitaka kusupport hapo Embarambamba, ukitaka kutuma M-Pesa, andika Chris Embarambamba. Andika Christopher Musioma. Hiyo ndio maneno na yaani uko na jina mzuri lakini tabia yako ni mbovu. Jina ni mzuri, tabia ni mbaya. Na roho ya malaika. Sura ndiye nakataa helmet, lakini roho kuingia kwa Yesu Kristo. Hata nikuza na Embarambamba, kuna mtu mheshimiwa akimaliza, tafadhali mwalimu ndio ni kurelease. Nibaki na muuzaji hapa wa ndizi. Mheshimiwa wewe. Okay, sawa. I think Gerald, mimi sina mengi, I've said what I wanted to say. So let us gang up to support local talent. I think this is our time to be able to give guidance and leadership in this country. So hawa jamaa tufai kuachilia. Kwa sababu Gerald, unajua mtoto wako anaweza simama kwambia anataka kuwa comedian ndani ya gospel. So you need to have set up a structure so that hata akisema anataka kuwa comedian ndani ya gospel, uko sure atalala njaa. You know, we are moving away from the days mahali penye musicians, footballers, watu walikuwa wanadharauliwa ama ulikuwa unasema ni footballer hajasoma. So we need to lay these structures and I'm happy you are doing it so that at the end of the day hao watu waweze kuwa supported. Nimeshukuru sana Embarambamba, all the best. Ofisi yangu mnajua mahali iko, ukitoka hapa nitatuma mtu akuchukue kwa sababu utafika saa 8 tena. All the best. Acha niache banana anajua lakini asitembea na mtoka hii town. Unajua kanjeta kwa sababu tusika tumeleta uchawi. Hata wewe ukivaa ile ya yellow watu wanaweza kukushika wafikirie wewe ni city hopper. Mchunga adhurukie vitu. Anaweza rukia taya kanjo. I love you guys. Unajua NMS kuna mtu saizi anaitwa Badi wako NMS. Generally town. Unaweza rukia bwana taya kanjo. Ndio maana nikabadilisha siku ya kiero. Atafikiri mimi ni kanso.
Abatali niweka purugu afikiri Obama amenituma kutoka Amerika. Kwa sababu Obama anapenda purugu white. Hizi ile blue ya watu wako na pesa, hii ni blue ya maana tena unafanana na studio. Iko white na blue. Sikujema Gerald. Nashukuru sana mheshimiwa, good to see you. Amziki na msupport hawa watu. Bana ndio juzi mlikuwa na sherehe ya Kisii. Anafurahi kuona wa Kisii Nairobi wakianza kushikanisha. Na unajua ilijaa. It was very full. It was sold out. And even the previous week we had a team called Mkisini who were staging a comedy show and you couldn't get a seat. Show ilikuwa on I think Saturday, by Thursday it was already sold out. Lakini wakisi mlikosea nini? Mgunduliona juzi kuna mimi ilikuwa inasema ati when I was growing up nilikuwa nimesema nitaolewa na mzungu, lakini hata Mkisii sasa siwezi pata. You know, uzuri ni ile now that shows sisi Wakisii we are now on a conversation of the national platform. Unajua kitambo, unajua kuna hii tribe kidogo kama huwezi sikia waogie wakiongelewa. Unajua wako mahali. Sasa hiyo ni kuonyesha kwamba Wakisii pia we have come of age and we are shaping national conversations. The all of this week mwenda wazimu wetu ndiye ametuweka kwa nini kwa headlines. He has done well. Yeah, mwenda wazimu wetu unapita kila mahali unaambiwa wewe ni kazini ya Chris Mbarambamba. But we are glad and we will support. Nashukuru sana mheshimiwa. Akimaliza hapa atakuja kwako ili kumpiga support, make sure umemweka vizuri. Mbarambamba ndiye akirudi nyumbani afanyie vizuri, lakini Zia Kisii tunashukuru sana kwa sababu mmetuweka kwa national platform. Kama ingekuwa Kisii na tena ngoja nikuulize bado. Sasa ndio nimeanza safari. Sasa ndio umeanza safari? Sasa nikuulize Mbarambamba, nani alikukonga kichwa? Ama ni anasa? Nilipata achali 2010. Wakati nilikuwa Secura, nilienda kuimba ngapata piracy nyingi. Unauza CD, unapata CD uko Eldoret, mara nyingine iko Nairobi. Ukiwa na CD hujauza. Sasa nikaona hivi biashara Abatali niache. Nikaona wacha niende kuomba poda squad. Wakati nimeuza CD ainuliwa piracy nyingi. Sasa nikaona wacha nijaribu kuomba squad ya poda. Hapa ndio nilipata achali na umbwa. Uliumwa na umbwa? Yaani nilipata achali, nilikuwa speed ya 70 na ni usiku. Ngapata umbu nono, ilikuwa mjamzito. Inavuka kwa barabara na hapo ni kona. Tukaongana. Hii ndio alama ilikuchia namna hivyo. Lakini kama hii ni kuonyesha kama ni alama ya Yesu Kristo. Hata Yesu Kristo wakati alikuwa juu ya msalaba alipigwa hapa mkuki. Sasa wewe umeingiziwa wapi tena Yesu Kristo Mbarambamba? Yaani wewe uko kwa pikipiki na Yesu mwenye alikuwa kwa msalaba unataka sasa kuanza kufanya biashara na yeye. Ni kwa sababu kwa ni wengi, niwekewe saini wajue ili mtu hapo na saini Mbarambamba. Kwa sababu kuna wengine tunafaharanga. Sasa unajua Mbarambamba ni nani? Ni kusaini. So unaona ni design uliyokewa. Ni design ya kuonyeshwa. Ukiposi si ndo kuone Mbarambamba kwa nguo, angalia uso. Hiyo utapata kanama kidogo, hiyo ni ya mwenyewe hiyo. So unataka kuongeza nyingine ama imetosha kama? Hapana, hii imetosha, ilitosha hiyo. Sasa ajali ikageuka ikakuwa alama. Haya banana alafu baadaye ndio nilirudi muziki. Mapasta wakakuja kwa. So wakati ulienda kuanguka na pikipiki sawa. Niliomba squad. Nianza kujaribu parapara. Kutafuta riziki. Wakati nilienda kujaribu riziki ngapata ajali. Tena mapasta wakaniombea. Siku hiyo ilikuwa na wimbo ya anasa, si ndio? Secura. Alafu tena nikarudi. Nikaimba wimbo ama Tindogoro. Ndio liniweka famous, ngaitwa Carnival. Simba Saruni kuenda kuongea na wazungu, kuenda kudansia wazungu. Hebu imba hiyo. Ogatenga buya, obwata Matindogoro, atenga abune byanda. Atenga una chareti. Atenga. Hiyo ndio linifanya nikaitwa Carnival Simba Saruni. Lakini unaona venye wimbo inakuingia vizuri kama anasa hii kuisha kutoka kwa mwili. Kuna kanasa bado iko kwa mwili, hii kuisha kwa roho kabisa. Ni mbona umeingia kwa spirit? Nafanya na roho yangu. Nafanya na roho yako yote. Sasa hiyo nduru unapiga katikati ni design. Sifanyi kitu nafikiri eti nitaenda kupata pesa. Inafanya kitu nikifikiri nitafuma. Alafu hiyo maneno ya pesa zitanifuata baadaye. Sasa nikuulize Mbarambamba, nataka kuna kitu nataka nikuulize. Wewe kama msanii, unasikia kwamba usanii wako imeweza kuprovidea ama kukulisha? Saa hii
unajua mtu akisema wewe Mbarambo utaenda mbali. Hiyo ni baraka. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mwenyezi. Siku zijazo lazima uinuke. Yeah. Kama saa hii naona naenda kwenda mahali. Kama umefika hapo umeinuka zaidi. Unaona hapa mahali umekaa hapo washimua na kanga. Sasa nikipata kamera na kompyuta. Hii vitu yote unaona nitajirekodi kwa sababu saa hii natumia simu. Naenda kwa mtu. Hii video zako za manyimbo unatumia simu. Yote naenda naomba mtu simu kama wewe Charity nakuja na kuomba nasema simu yako ni nzuri lakini dakika 2 nisike hii clip alafu natuba kwa YouTube. Kwa hivyo nikipata kamera my friend ile inatoa kitu clear. Hata hiyo sarakasi ya ng'ombe utasanga. Haya, ndio utapanda ng'ombe zaidi. Sasa nitapata hata punda. Hata punda. Nipeka kwa mgongo. Utapanda punda. Utaacha kupanda ng'ombe sasa utapanda punda. Nyingi. Haya. Sasa utaweza kufikiria sasa hata kwa sababu hiyo ni hatari so usipewe kamera si ndio? Sasa kama ukianza kupanda punda kweli mpaka. Wewe sio punda itanipepa. Unaona kama Yesu Kristo alipepa na akiingia Yerusalemu. Sasa nitarudia wala hawakuona uone sasa live hapa. Okay. Sawa, sasa umesema unataka kamera na kompyuta. Unajua kutumia kompyuta? Kidogo. Okay. Sijajifundisha ndani sana. Lakini kamera nachua kutumia kabisa. Kamera unajua kutumia. Kamera ya simu ama kamera? Kamera original not kamera ya simu. Haya watazamaji wanataka unaonaje kama tunaweza nunulia Mbarambamba kamera na kompyuta? Ile kitu tunaweza nunulia Mbarambamba. Wale majamaa wangu ambao wako diaspora pia diaspora kuna Joel Rama, najua nyinyi ni watu ni mtu wenu huyu. We need to find a way we can get Mbarambamba kamera and a computer. Amesema hajui kutumia kompyuta lakini anajua kutumia nini kamera. So if there is a way, there's something we can do as tacklers that we can ensure that Mbarambamba gets to realize his dream so that we can support his artistry ama kazi yake ya usanii, basi najua kwamba Mbarambamba atafurahi sana. So if there's a way, if there's anyone who would be willing to be part of this, please contact us utuambie ni vipi unaweza kusaidia. Naona Kipchumba kutoka America amefika hapo. Kama unataka kusaidia Mbarambamba, if you want to help Mbarambamba kuweza kurealize dream yake, anataka kamera na kompyuta. Umesema inaitwa aje kompyuta? Kompyuta ya kikisi. Kompyuta. Umesema unataka nini kompyuta? Lakini kwa Kisungu nasema kompyuta. Kompyuta. Unajulia wapi Kisungu wewe? Haya, hapana na pedla. Yes sir. Jambo mingi. Mtu wako ulimtoa wapi ba? Mtu mimi nimetoa Kisii. Amehangaisha mimi hii town. Kama leo tulikuwa na appointment hapa saa 1:30 hapa kwako. Lakini unaona tumeingia karibu saa 3. So amenihangaisha lakini nimefikisha. Wananisimamisha kama trafiki. Tusalimie, tumekuona kwa matope tusalimie. Sasa nachelewa. Hata yeye wamemsumbua. Simamisha huyo Mbaramba tusalimie. Simamisha huyo Mbaramba. Ni kweli anasema ni kweli. So Gerard, thanks for having us and tunashukuru sana at least akipata platforms kama hizi pia yeye anajijenga. Unajua hata watu wameniuliza pia mimi niko na ile show yangu Banana Peddler Show. Ilikuwa recess kidogo but imerudi. So watu waliniambia enda leta hii jamaa. Leta Mbarambamba ile jamaa alipanda ng'ombe bwana. Mwanaume alipanda ng'ombe. So ndio nikaleta na watu wa diaspora vile umesema they are so supportive actually. Wamesupport hata kwa show walisupport yeye sana watu wa diaspora. Baka a lady pia anaitwa Mary Kimani. There is a lady called Mary Kimani yako kule US. Akaniambia nitumie numbers zake, measurements, everything. Ninunulie suti. Dakika nyingine Mbarambamba ameng'ara bwana hata. Na sasa hiyo suti Mbarambamba amevaa hapo amerudi tena na hii uniform yake. Hii ndio uniform ya kazi. Hii ni akojo. Nitumika. Lakini nikianza kutembea taoni hivi nitaweza kuweka kama hiyo yako. Sasa nikuulize umesikiaje sasa ukizunguka taoni hakuna mahali pa kurukia? Mwili iko sawa? Mwili iko sawa lakini kusalimiwa ni ndio wingi kama hii mkono umechoka. Yani, ukipata pesa utaanza kuandika mtu akusaidia kusalimia watu. Ndalika nini manager. Manager wa salamu. Sasa unasikia mwili iko sawa ama unasikia kurukaruka kidogo? Unajua jana nilipewa wasiwasi. Niliambiwa jana